ni mcha Mungu. Maana alipoenda Yesu sinagogi akapata wenye dhambi? Hapana, maandiko yanatuambia aliwapata wacha Mungu. Je, Yesu alikuwa mcha Mungu ama alikuwa mpagani? Waebrania 5:7. 5:7 Waebrania, kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika. Ndio 5:7 Waebrania. Biblia huni tamu kwa mwenye kujua. Tuache kukamata tu maandiko saba. Mtu anatenda grandi mali msikitini kukanisa, anaandika tu mapesa yake mjini, mpapie ndio anaweka mfuko wa nini. Inasema yeye siku hizo za mwili wake, anakuambia Yesu siku ya mwili wake alimtoa yule anayeweza kuokoa na kumtoa katika mauti. Wakristo wote simama, wana imani ya kusema mwenye na uwezo wa kuokoa ni nani? Yesu. Maandiko yanatuambia Yesu ile siku ya mwili wake alimtolea mwenye na uwezo wa kuokoa. Kumbe na Yesu anaokolewa. Hii maneno mnaisikia ama msikie? Tuendelee. Ndio inasema maombi, akamtolea maombi na dua. Sasa Yesu mwenyewe alikuwa anaomba Mungu mwingine nani? Tuendelee. Na kulia sana na machozi. Yesu akalia sana. Akasikilizwa. Yesu akasikilizwa. Hivi alivyokuwa mcha Mungu. Mcha Mungu. Yaani Muislamu akaomba akapiga dua. Baada ya kupiga dua Mungu akamsikia kwa sababu alikuwa na nini? Mcha Mungu. Na ndio maana Waislamu wana mandua zao. Sio urozi. Yesu alikuwa anapiga dua, haki inafanyika. Sio urozi. Ndio unakuta leo watu wanaamini nini? Wanaamini urozi. Na utasikia kuna msema anamuona kijana akisema ni Uislamu leta kuuza nini? Urozi. Hakuna andiko mtu atatoa hapa kwenye Biblia ama kwenye Qur'ani iseme kwa Uislamu ni urozi. Hakuna. Wallahi. Ila kuna baadhi ya mafia ambayo tunajikaza kuificha. Kumbe hii maandiko wa Kristo. Muuze mabiblia Mungu mnajisomea.